Hujambo, hii ni Smart Habari, na kama umetutembelea kwa mara ya kwanza na usubscribe na ubofya alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zetu pindi tu tunapoziweka hapa. Siku chache baada ya kutangazwa kwa kifo cha aliyekuwa askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam na kardinali wa pili nchini Tanzania, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, kilichotokea siku ya tarehe 19 Februari mwaka 2026 wakati alipokuwa akipatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Thaddeus Ruwa'ichi, amesema kuwa kifo cha Kardinali Polycarp Pengo kimesababishwa na maradhi ya muda mrefu ya moyo na uti wa mgongo yaliyokuwa kimkabili mpaka kufikwa na umauti. Akizungumza na waandishi wa habari jana Februari 23 mwaka 2026 katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu jijini Dar es Salaam, Askofu Ruwa'ichi amesema kwa kipindi kirefu Kardinali Pengo alikuwa akisumbuliwa na maradhi hayo, hali iliyohitaji uangalizi wa karibu wa kitabibu. Nikinukuu maneno yake, anasema alikuwa na changamoto ya ugonjwa wa moyo na alishafanyiwa upasuaji na kuwekewa kifaa kilichomsaidia kuratibu mapigo ya moyo. Tukumbuke pia kwamba alishakuwa na changamoto ya uti wa mgongo, amebainisha Askofu Ruwa'ichi. Aidha, mbali na maradhi hayo, Askofu Ruwa'ichi ameeleza kuwa pamoja na maradhi hayo, umri mkubwa wa marehemu Kardinali Pengo umechangia kudhoofika kwa afya yake, hali iliyochangia kwa kiasi kikubwa kufikia kifo chake. Na hii ni baada ya kuugua kwa muda mrefu kadiri ya Askofu mkuu Thaddeus Ruwa'ichi. Tunakumbuka Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alizaliwa mwaka 1944 huko katika kijiji cha Mazeye, Sumbawanga, na amemudu katika nafasi mbalimbali katika kulitumikia kanisa la Mungu, kwanza kama katibu wa askofu Jimbo Katoliki la Sumbawanga, askofu katika Jimbo la Nachingwea, baadaye Tunduru Masase, kabla ya kuja Dar es Salaam mwaka 1992 na kustaafu mwaka 2019. Na kupitisha katika nukuu ya maneno machache ambayo aliwahi kuyazungumza marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kuhusiana na kifo, ambapo alisema: ndugu zangu wapendwa, kifo ni tishio, sio tu kwa mtu binafsi na maisha yake, lakini pia kwa taifa na kwa watu wote kwa ujumla. Ipo siku tutakufa. Najiuliza, yote haya niliyoyafanya katika ulimwengu huu yana maana gani? Je, Mwenyezi ameyapokea au hajayapokea? Katika maisha nimeteseka. Je, Mungu ananipenda? Na katika kifo Mwenyezi Mungu ataonyesha upendo wake kwangu kwa namna gani? Nimemaliza kunukuu baadhi ya maneno machache aliyozungumza Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo wakati wa uhai wake. Unaweza ukatuandikia chochote katika sehemu ya comment kwa namna ambavyo ulimfahamu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, kwa jinsi gani unaweza kuguswa na mahubiri yake, au chochote kile ambacho ulichokisikia juu ya maisha ya mtumishi huyu wa Mungu ambaye tayari ameshaitwa kule nyumbani kwa Baba.